mambo muhimu kwa ajili ya ushindi mwaka 2026, si ndio? Na tuliangalia pointi ya kwanza ambayo ilikuwa ni neno la Mungu, the word of God. Japo kwa tuliongelea leo ni kuhusiana na divine instructions, maelekezo au maagizo ya kimungu. Amen. Hatima yako inategemeana na maagizo ya kimungu, kwa sababu hatima yako iko ndani ya Mungu. You have a divine destiny, una hatima ya kimungu. Kwa hiyo ili utimize kile ambacho Mungu amepanga kwenye maisha yako, utahitaji maelekezo au maagizo kutoka kwake. Amen. Kinachotofautisha watu katika ufalme ni maelekezo ambao wameyasikia na kuyatendea kazi. Kinachotofautisha watu ni maelekezo walioyasikia na kuyatendea kazi. Mithali 8:10 inasema, pokea mafundisho, nimeweka kwenye mabano mimi mwenyewe, maelekezo yangu wala si fedha, haleluya, na maarifa kuliko dhahabu safi. Anasema maelekezo ambayo utayapokea kutoka kwake ni ya muhimu kuliko fedha. Maarifa utayapokea kutoka kwake ni ya muhimu kuliko dhahabu safi. Haleluya. Kwa ina maana kuna vitu vya muhimu kwenye maisha haya zaidi ya pesa, zaidi ya dhahabu na vitu vingine vya kutamaniwa namna hiyo. Na anasema ni maelekezo yake. Haleluya. Na maelekezo ya kimungu yanaweza kujia kwa njia tofauti. Na kujia unasoma neno la Mungu, na kujia umekaa kwenye ibada na hiyo unaposikiza neno la Mungu, maelekezo ya kimungu yanaweza kukujia. Na mara nyingi wala hatuhitaji wazo kubwa sana. Hatuhitaji baadhi ya vitu ambavyo pengine tungeweza tukadhani kwamba tunahitaji. Tunachohitaji ni maelekezo ya kimungu. Yanaweza kutuvusha kutoka one place to another place. Na kama mtoto wa Mungu lazima uelewe kwamba maisha yako ni tofauti na mwanadamu wa asili. Haukuitiwa kuishi maisha ya kawaida. Kwa hiyo hatima yako, safari ya maisha yako ni tofauti na mwanadamu wa asili. Haleluya. Amen. Kwa hiyo unachohitaji ni maelekezo, na maelekezo ambayo naongelea ni maelekezo ya kimungu. Sikiliza. Isaya 30:21. Isaya 30:21 nasema, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii, ifuateni. Haleluya. You hear a voice behind you. Na sasa hivi sio tu nyuma yako, utasikia sauti ndani yako. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Kwenye biashara yako utasikia sauti ndani yako. Sema amen. Haleluya. Amen. Kuna sauti ambayo imeumba mbingu na nchi. Kuna sauti ambayo inajua hazina za gizani ziko wapi. Sema nasikia. Kuna sauti ambayo inajua samaki aliyemeza fedha ni yupi. Sijui kama unanielewa. Anasema utasikia sauti nyuma yako, lakini kwa hiyo kwa sababu ni kiumbe kipya na roho Mungu anaishi ndani yako, utasikia sauti ndani yako. Haleluya. Na kwa sababu ya sauti ya Mungu, njia ya mauti hautaingia. Mlango wenye majuto hautauendea. Sio, unanisikia? Hello. Kutakuwa na divine alignment kwa ajili yako mwaka huu. Sema amen. Watu ambao utakutana nao wakakupotezea muda hawatakutana na wewe. Sema amen. Roho yako itakuwa na discernment, itakuwa na utambuzi, utajua nini cha kufanya, wapi na nani na majira yapi. Sema nasikia. Haleluya. Kwa sababu tofauti ya mtu na mtu ni maneno ambayo amesikia. Ni sauti ambayo amesikia. Na anasema wewe utasikia sauti nyuma yako. Na nikasema kwa sisi wana wa Mungu ambaye roho wa Mungu yuko na, tutasikia sauti ndani yetu. Haleluya. Sauti ndani yetu kuhusiana na maamuzi ambayo tunataka kufanya, kwa sababu maisha yako ni matokeo ya maamuzi ambayo umeyafanya. Kwa hiyo hautafanya maamuzi ambayo ni blunders this year in the name of Jesus. Haleluya. Utasikia sauti ya Mungu anytime kuna critical decision ya kufanya. Utajua what to do. Haleluya. Watu hawataelewa mafanikio yako kwa sababu utakuwa ni kama you always know what to do. Sema najua cha kufanya. Kila wakati. Kila majira. Sema najua cha kufanya. Isaya 48:17 anasema, Bwana mkombozi wako, mtakatifu wa Israel asema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Sikiliza,
kuna njia ikupasayo kuifuata. Unajua njia ni nyingi, lakini iko njia ikupasayo kuifuata. Ndio maana maandiko yanasema kuna njia ionekanayo inafaa machoni mwa wanadamu. Anasema mwisho wa njia hiyo kuna njia za mauti, sio njia moja. Unaenda njia moja, but the end of it ni njia za mauti. Sema nasikia. Lakini anasema Roho wa Mungu atakuonyesha njia ikupasayo kuiendea, maana njia ni nyingi. Na mwaka huu 2026 utaenda katika njia ikupasayo. Utaenda kwenye njia ikupasayo. Kuhusiana na uchumi wako, njia ikupasayo. Kuhusiana na mahusiano wako, njia ikupasayo. Kuhusiana na anything in your life, njia ikupasayo. Njia isiyokupasa hutaiendea, kwa sababu Bwana anakuelekeza njia ya kuiendea. Anasema yeye ndo anayekufundisha ili upate faida. Neno faida ambalo limetumika hapo, neno ambalo linamaanisha Kiingereza to be valuable, kuwa wa thamani. Haleluya. Mungu ni yeye anayekufundisha kuwa wa thamani. Sikiliza, mtu kama Yusufu alipoingia kwenye nyumba ya Potifa, maandiko yanasema alistawi. Kwenye Mwanzo 39, Potifa alikuwa tajiri kuliko ambavyo alikuwa kwa sababu ya Yusufu alipoingia. Sema amen. Yusufu alipoingia gerezani, gereza alienjoy kibali. Watu walifanikiwa gerezani kwa sababu waliingia gerezani. Hiyo ndio hadithi ya maisha yako. Yusufu aliingia Misri kama waziri mkuu. Misri ikawa tajiri zaidi kwa sababu ameingia. He was so valuable. Alikuwa ni wa thamani mno. Kwa sababu maandiko yanasema na Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana yuko pamoja na wewe this year. Mungu yuko pamoja nawe mwaka huu, akikufundisha namna ya kuwa mwenye thamani. Yeyote anayekutana na wewe atakuwa bora kuliko ambavyo kabla hajakutana na wewe, kwa sababu wewe ni mtu mwenye thamani. Sema amen. Ofisi yako itakuwa bora kwa sababu umeingia. Biashara yako itakuwa bora kwa sababu umeingia. Kwa sababu Mungu ni yeye akufundishaye kuwa mwenye thamani. Na maana nyingine nasema ni yeye akufundishaye kuwa mwenye faida. Hallelujah. You are a plus, you are a multiplication. Chochote unachokikuta unakizidisha na kukiongeza. Sema amen. Hallelujah. Hautafuti mume mwenye hela ili maisha yako yatoke. Ukimkuta ana hela atakuwa bilionea because he married you. Sio kama unanisikia? Kwa sababu wewe ni yule unayeongeza thamani. Wewe ni yeye unayefundishwa na Mungu namna ya kupata faida. Sema nasikia. Hallelujah. Anasema mimi ni Mungu nikufundishaye ili upate faida. Sikiliza, kuna mambo mengi unaweza kukutana nayo kwenye maisha. Kuna mambo mengine ambayo hayawezekani kibinadamu. Yanawezekana kwa watoto wa Mungu ambao mmeketi hapa. Sema amen. Yanawezekana kwa nyie muaminiwa ambao mmeketi hapa. Sema amen. Sikiliza, wakati Yoshua ameachiwa madaraka aongoze Israel, amevuka Yordani na wana wa Israel, amefika Jericho. Jericho ina ukuta kuizunguka, hakuna anaingia, hakuna ana mwenye yako. Maono yatosha. Maono ya kimungu yanahitaji strategy ya kimungu. Hello, alipewa maono kwamba nimekupa Jericho, lakini hiyo ilikuwa haitoshi. Alihitaji mkakati wa namna ya kuichukua Jericho ambayo tayari ni yako. Akisema nasikia. Ndio maana kuna watoto wa Mungu ambao pengine wana maono kuhusiana na 2026. Naweza wakamaliza mwaka na wasiyaone, kwa sababu maono hao waliopewa walihitaji wakae mahali katika roho, wapewe mkakati wa namna ya kuyaona. Shika unanisikia? Yoshua akapewa mkakati, akapewa sikiliza, huu ukuta ni mkubwa, tunakubaliana nao, msiutoboe, msiupande, msiulipue, huu ukuta uzungukeni. Maelekezo yao yalikuwa hayana maana. Maelekezo ya kimungu na saa hayana maana. Ndio uzungukeni ukuta siku 7. Siku ya 7 mtauzunguka mara 7. Siku zote 6 mkizunguka msiongee. Siku ya 7 zungukeni mara 7. Hizo kuta zilikuwa ni kubwa kiasi kwamba miji ilikuwa iko juu ya kuta hizo. Nyumba zimejengwa juu ya kuta. Acha na zile kuta za nyumbani zamani walikuwa kuna kuta wanavunja chupa ya soda wanaweka juu ili wezi wasipite. No. Hii sio chupa za soda zinawekwa juu ya kuta. Ni nyumba zilikuwa juu ya kuta. Sio unanisikia? Yes. Lakini divine strategy, maelekezo ya kimungu yaliangusha kuta ambazo zilisimama kwa miaka mingi. Shika unanisikia? Haijalishi kuta ambazo ziko kwenye hiyo industry ya biashara ambayo imeingia. Haijalishi kuta ambazo ziko kwenye maisha yako this year.
utasikia sauti ndani yako ikikupa mkakati wa nini cha kufanya. Sema na mkakati ya kimungu. Sema tena na mikakati ya kimungu. Haleluya. Kwa unachohitaji this year, moja ya jambo kubwa unahitaji ni divine instructions. Kuna vitu Mungu ameweka kwenye moyo wako, biashara yako, huduma, vitu mbalimbali. You need divine instruction, maelekezo ya kimungu. What do I do? Ninafanyaje kuhusiana na hili? Maana kama mwezi uliopita hujapata muda wa kufunga na kuomba, nikushauri ufanye hivyo. Ndugu mmoja alikuwa anaenda kwenye interview. Amefanya interview, amefika interview ya mwisho, the final interview. Na ile siku ya final interview amekula zake suti vizuri. Wakati anajiangalia kwenye kioo, Roho Mungu akamwambia badilisha hizo nguo. Vaa t-shirt na jeans. Final interview, ana t-shirt na jeans. Mwambia badilisha hizo nguo. Vaa t-shirt na jeans. Kwa sababu alikuwa ameshazoea kusikia sauti ya Mungu, akabadilisha zile nguo, akavaa t-shirt na jeans. Akaenda kwenye interview. Amefika kwenye interview, akakutana na watu wamekula suti, wako well dressed, na yeye pekee alikuwa amekula t-shirt na jeans. Hello? Amekaa pale wakati wanasubiri interview zianze, akawa anawaza kwamba Mungu leo Mungu umenichanganya. Unaona wenzangu walimsa ni interview ya mwisho. Leo walovaa, angalia. Wakati wanasubiri pale akatoka mtu kutoka kwenye chumba ambacho wanaoita ile interview. Hawakuita hata. Alipotoka walikuwa ngoja interview kwa ajili ya kazi ya engineering. Akauliza, mnajua mmekuja interview na kazi gani? Wakajibu, lazima mtafanya hii kazi mkiwa mmevaa suti namna hiyo. Ambaye alivaa chini na jinsi njoo. That was it. He got the job because of the dressing. Sio kama unanisikia. God knew. Mungu alijua kwamba hii siku hawataki mtu avae hivi. Akamwambia usivai suti na sema nasikia. Divine instructions, maelekezo ya kimungu. Yanaweza kama madogo lakini yatakuvusha. Sema amen. Ngoja tukimbie. Ukiangalia kwenye maisha ya Abraham yalianza kutoka baada ya maelekezo kuja kwa Abraham. Ndio? Alipoambiwa kwamba toka kati ya ndugu zako, ndio? Kwenye Mwanzo 12. That's when the greatness of Abraham started. Abraham angeamua kubaki pale, greatness kwa Abraham ungekuwa ni hadithi za linacho. Ukuu wake ulianza aliposikia maelekezo ya kutoka. Hello? Lakini nataka nikuonyeshe kwa sababu mara nyingi especially sisi vijana tukikutana na nyakati ngumu tunahitaji ushauri. Mwambie jirani yako ushauri ni mzuri, lakini maelekezo ya kimungu ni bora zaidi. Ngoja nikuonyeshe kitu. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 12 mstari wa 10 inasema, basi kulikuwa na njaa katika nchi ile, Abraham akashuka Misri akae huko kwa muda, maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. Anasema kulikuwa kuna njaa kali, kwa hiyo Abraham akaelekea Misri. Sawa? Tatizo kwenye hii hali nini? Njaa. Solution nini? Kwenda Misri. Alright. Mlango wa 26 kitabu cha Mwanzo hicho. Njaa hii imekuja kutokea tena majira mengine. Lakini majira haya hajatokea kipindi cha Abraham, imetokea majira ya Isaka. Maandiko yanasema ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu. Isaka akamwendea Abimelech mfalme wa Wafilisti huko Gerari. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri. Baba yake alienda Misri, lakini saa njaa iliporudia, Mungu akamwambia Isaka, wewe usiende Misri. Unajua mzee wako alienda Misri, lakini no, don't go to Egypt. Usiende Misri. Nasikia? Akamwambia, kaa katika nchi nitakayokuambia. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki. Maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Ndio maana saa nyingine
ushauri mzuri unaweza ukawa hatari. Ushauri unaweza ukawa mzuri lakini ni hatari, kwa sababu umekinzana na hatima ya kimungu. Narudia tena, ushauri unaweza ukawa mzuri lakini ni hatari, kwa sababu umekinzana na hatima ya kimungu. Hatima ya kimungu itahitaji maelekezo ya kimungu. Hatima ya Isaka haikuwa Misri kama ambavyo ilikuwa Misri ya Ibrahim. Hello? Sikiliza uone kilichotokea kwa Isaka, mstari wa 12. Mwanzo 26:12. Anasema Isaka akapanda mbegu katika nchi ile ambayo Mungu amemwambia, si ndio? Akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Kwa kila kimoja alipata vipimo ngapi? 100. Bwana akambariki na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi hata akawa mkuu sana. Mstari wa 14 inasema akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi, hao Wafilisti wakamhusudu. Kama unataka future ambayo ni enviable, unataka kesho ambayo inahusu, mwambie jirani yako kesho yako inahusu. Uko na maisha ambayo hayana usuda, hayana maana, sema amen. Labda na maisha watu wakiangalia wanachanganyikiwa. Hello, Wafilisti walimwangalia Isaka akasema no way. Amen. Amen. Future yenye husda lazima iende na maelekezo ya kimungu. Amen. Hello? Hello. Sitaki kutia huruma. Haujaitiwa kutia huruma, unasikia? Huu mwaka sio mwaka wako kutia huruma, ni mwaka wako wa husda. Ni wa kuonewa husda mwanzo mwisho, sema amen. Haleluya. Na huruma na husda zikae nyumba moja. Haleluya. Ili watu wakuonee husda, you have to earn it. Hello? Matokeo yako yawe receipt ya kwa nini mama maneno ya midomo yao ni visingizio. Yanielewa? Matokeo ya maisha yako yanatakiwa yawe ni receipt ya uthibitisho kwamba maneno yao ni visingizio. Kwa sababu kwenye mazingira yale kwenye umri ule matokeo yako na yao ni kama metokea dunia tofauti, sema nasikia. Kwa sababu tofauti yenu ni divine instructions. Ni maelekezo ya kimungu ambayo unayasikia. Hello? Hello. Kwa hiyo kilichomfanya Isaka maisha yake watu wamuonee usuda ni kwa sababu ya maelekezo ya kimungu. Aliposikia Misri. Kama ukija kusoma kwenye habari ya Yakobo alikuwa anaenda Misri, Mungu amwambia nenda Misri. Yakobo mtoto wa Isaka, Mungu amwambia nenda Misri, nitakufanya uwe taifa kubwa huko. Kwa hiyo Isaka angemsikiliza Ibrahimu angepotea. Yakobo angemsikiliza Isaka angepotea, sema nasikia. Hello? Wewe babako anaanza kukupenda kile ushauri wake ukufai, sema nasikia. Haleluya. Unahitaji ushauri wa baba wa roho. Mungu anaitwa the Father of Spirits. Haleluya. Oh, glory to God. Wakati namalizia kuna hadithi ambayo tuliongea kipindi fulani, lakini nataka nirudie kwa ajili yako ili nikutie moyo, kwa sababu mwaka ni mwaka wako wa ushindi, sema amen. Ni mwaka wewe kudhihirika kwa ulimwengu wako, sema amen. Haleluya. Wangapi wanakumbuka hadithi tuliongelea sehemu panaitwa huko? Okay, wengi wakumbuka. Ngoja nibadili sehemu panaitwa huko. A place called there. Sehemu inaitwa wapi? Huko. Kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 2. Inasema neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Itakuwa utakunywa maji ya kijito kile, ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Hello? Kunguru wameamrishwa. Lakini maagizo kunguru waliopewa, chakula kiende wapi? Huko wako unabidi uje huko ya maisha yako. Amen. Hello? Kwa sababu pesa zako zipo, tatizo ziko wapi? Huko. Alimwambia nenda. Haleluya. Kwa hiyo angebaki hapa, angepishana na pesa zilizopo wapi? Huko. Shika, unanisikia? Mlango wa 6. Inasema kunguru akamletea mkate na nyama. Anasoma mlango wa 6 mstari wa 6. Kunguru akamletea mkate na nyama. Sasa kuongea mambo ya kunguru, unajua kunguru akuletea mkate na nyama, unajua. Hallelujah, God has done wonders. Kunguru abebe mkate na nyama na hasi zile. Kunguru alikuwa uko chini ya maelekezo, mko kwenye 10 kavu. Hallelujah. Kunguru akamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni, akanywa maji ya kile kijito. Mstari wa 7 ambapo ndo naenda, sikiliza. Anasema ikawa baada ya siku kupita, kile kijito
kikakatika, kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Sikiliza, nataka kuambia nini? Usilie kijito kikikauka. Narudia tena, usilie kijito kikauka. Wakati mwingine Mungu amekwambia nenda huko, ulipofika huko ukakuta kijito kina maji. Baada ya muda huko kijito kafanya nini? Unachotakiwa uelewe, chanzo cha maisha yako sio kijito, ni sauti iliyokuambia uende wapi. Maana ukikuta huko kumekauka, unajua kuna huko kwingine. Sema amen. Kinachokusustain sio kijito, ni sauti ya Mungu. Ndio maana Mathayo 4:4 akasema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Kwa hiyo kilichokuwa kinamsustain Elia sio kijito cha maji, ni sauti ya Mungu kwake. Maana mwaka huu kuna vijito vingine vitakauka, sio kama unanisikia. Kuna vijito vya mkaka vitakauka. Mkaka amekublog, sema amina. Kuna vijito vya kazi vitakauka, sema amina. Kuna vijito vya biashara vitakauka, sema amina. Ninaongea na wewe Januari hili, vikitokea katikati ya mwaka utalia, utapiga kelele glory. Haleluya. Kwa sababu unajua kinachonihifadhi sio hii biashara, kinachonihifadhi sio huyu kaka, sio hili, sio lile, ni sauti ya Bwana. Sema amen. Niko under divine instructions. Sikiliza. Elia anaambiwa kwenye mstari wa 8, neno la Bwana likamjia na kusema, haleluya, kijito kikauka, neno la Bwana linakuja. Sema amen. Ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni, ukae. Haleluya. Huko hii kikauka, kuna huko nyingine. Sema amen. Nimemwagiza mwanamke mjane wa wapi? Huko akulishe. Wajane wa kukulisha wameshaagizwa mwaka huu. Watu wa kukupa pesa wameshaagizwa mwaka huu. Biashara kwa ajili yako zimeshaagizwa mwaka huu. Kila unachohitaji mwaka huu kiko under divine instructions. Kina maagizo. Unachohitaji kusimama leo, mwambie Bwana, niambie huko ni wapi? Huko ya Januari yangu ni ipi? Huko ya February, ya March? Sika unanisikia? Up to the end of the year, maisha yako ni muongozo wa sauti ya Mungu. Simama juu kwa kuongea na Mungu. Just talk to God. Mshukuru Mungu hapo ulipo. Nyinginua mikono yako juu, talk to God. Hautapoteza muda mwaka huu. Hautazurura mwaka huu. Unajua pa kwenda, unajua nini cha kufanya. Unaongozwa na sauti ya kimungu. Sauti ya Mungu inakuhifadhi katikati ya hali zozote. Amefanyika kuwa chemichemi yako katikati ya ukame. Anakunyunyizia maji. Ndani yako inatoka mito ya uzima. Umefanyika kuwa chemichemi ya uzima kwenye ulimwengu wako. Sauti ya Bwana ikikuongoza. Sauti ya Bwana ikikuhifadhi. Talk to him. Ongea naye. Reko shete balinga bayerebush. Ketele marina sugara baleboshara. Keshete malina masoko tobaha. Era mashata bayegesh. Ebo shete karama shete bali. Para shekete bali na haya balebosh. Eba la shekete bali na ha. Oba shekete la maya lebosh. Tera masete bali ngatai. Eba likete. Mshukuru Mungu kwa dakika moja. Tera basete bali ngada. Reke shete bali ngadai. Esoto bali gasala haya. Oh rabashete ka. Eka mkono sehemu yako mwili wako ambayo ina maumivu. Eka sehemu ambayo unahitaji uponyaji. Eka mkono. Put your hand where you need healing. Eka mkono sehemu ambayo unahitaji uponyaji. Lesete bahari. Pengine ulikuwa unaumwa siku nyingi, lakini umekuja mahali ambapo panaitwa huko. Hii ni huko ya uponyaji wako. Natangaza uponyaji kwenye huo mwili sasa katika jina la Yesu. Natangaza uzima kwenye huo mwili sasa katika jina la Yesu. Kila roho ya maradhi na inyamazisha na kuiondoa kwenye huo mwili sasa katika jina la Yesu. Kila ambacho kilikuwa kifanye kazi, natangaza uzima this time in the name of Jesus. Unaondoka mahali hapo ukiwa na uzima mtimilifu. Uzima mtimilifu. Naongea na biashara yako uzima. Naongea na kazi yako uzima. Nikitamka kwamba unasonga mbele. Nikitamka kwamba unainuliwa. Nikitamka kwamba unakumbukwa katika jina la Yesu Kristo. Kila unachohitaji kimeandaliwa kwa ajili yako katika jina la Yesu.
Angalia kwenye mwili wako nini ulikuwa huwezi kufanya sasa.